Ninakuletea simulizi tamu ya mapenzi inayoitwa Shemeji Utanihua sehemu ya 5. Mwandishi wa simulizi hii ni DJ Manumbu. Msimuliaji ni mimi, binti Zuri. Dar es Salaam, jiji lenye tabasamu nje, lakini ndani yake kuna siri zinazoweza kubomoa familia. Ndani ya nyumba ya Neema hali haikuwa tulivu tena kama zamani. Kila mmoja alikuwa na kitu anachokificha moyoni. Zawadi sasa alikuwa amevuka hatua ya kujaribu. Zawadi alikuwa ameanza kucheza mchezo wa hatari bila woga. Na Victor alikuwa anazidi kupoteza nguvu ya kujizuia. Siku hiyo jioni, mvua ndogo ilinyesha. Hali ya hewa ikawa ya baridi kidogo yenye kuongeza hisia. Neema alipigiwa simu na rafiki yake wa karibu, akahitajika kutoka haraka. Haitachukua muda, nitarudi, alisema huku akichukua begi lake. Mlango ulipofungwa, ukimya mzito ukatawala tena. Zawadi alikuwa amekaa sebuleni, akiwa amevaa sweta jepesi lililomkumbatia vizuri. Victor naye alikuwepo, lakini safari hii hakuna aliyekuwa anajifanya. Wote walijua wanachokifanya. Macho yao yalikutana, hakuna aliyekwepa. Zawadi alisimama polepole, akamsogelea Victor. Hatua moja mbili, mpaka akasimama karibu kabisa na Victor. Kwa nini unanikwepa shemeji? Zawadi alimuuliza Victor kwa sauti ya chini yenye hisia. Victor alikaa kimya kwa sekunde chache, akijaribu kupambana na kile kilichokuwa kinaendelea ndani yake. Victor alisema, sikukwepi, ila hii si sawa Zawadi, alisema kwa sauti nzito. Zawadi alitabasamu kidogo. Akainua macho yake moja kwa moja kumtazama Victor. Zawadi akamuuliza Victor, nini si sawa? Hisia au sisi? Swali lile lilimfanya Victor ashindwe kujibu mara moja. Na hapo ndipo Zawadi alipofanya kitu ambacho kilibadilisha kila kitu. Zawadi alipofanya kitu ambacho kilibadilisha kila kitu. Alimsogelea zaidi Victor na kwa upole akamshika mkono. Moto wa hisia ukapita. Victor hakuondoa mkono wake. Dakika ile mipaka ilianza kufutika. Zawadi akamkaribia zaidi, kichwa chake kikakaribia bega la Victor. Na kabla hajajizuia, Victor alimvuta karibu kidogo. Mioyo yao ikawadunda kwa kasi kubwa. Hiyo ilikuwa ni hatua ambayo haikuwa rahisi kurudi nyuma. Lakini ghafla sauti ya mlango ikasikika. Wote wakashtuka. Zawadi akajitenga haraka. Victor akajifanya kama anarekebisha kitu mezani. Neema akaingia. Macho yake yakapita kwa wote wawili, kuna kitu alikiona. Hakuwa na ushahidi, lakini moyo wake ulishtuka. Mbona mpo kimya hivyo? Aliuliza kwa sauti ya kawaida, lakini macho yake yalikuwa makini. Hakuna kitu, Victor alijibu haraka. Zawadi akatabasamu kwa kujifanya kawaida, lakini ndani ya Neema sasa haikuwa tena hisia tu. Ilikuwa ni shaka ya kweli. Usiku huo Neema hakulala mapema. Alianza kuunganisha matukio, tabia za Zawadi na mabadiliko ya Victor. Kuna kitu kinaendelea, alijisemea kimya kimya moyoni mwake. Na wakati huo huo Zawadi alikuwa chumbani kwake, akitabasamu, akijua kuwa sasa hakuna kurudi nyuma tena. Na Victor alikuwa amevuka mstari ambao aliahidi hatauvuka. Je, safari hii wataweza kujizuia tena? Au hii ndiyo mwanzo wa siri hatari itakayovunja familia? Na je, Neema atagundua ukweli kabla mambo hayajaharibika kabisa? Usikose sehemu inayofuata ya simulizi hii ya kusisimua. Mambo sasa yanaingia kwenye moto mkali. Kama umeipenda simulizi hii, bonyeza like, share kwa marafiki zako na subscribe kwenye channel ya DJ Manumbu ili usipitwe na simulizi kali kama hii. Hii ni sauti ya binti Zuri. Tukutane sehemu inayofuata.